Kipambanuzi cha sita au sifa ya sita ambayo inampambanua mwanamke wa kisalafi anapokuwa na mume wake, walmar'atu salafiyatu hiya allati idha lahadat salabata wa taghayyura zawjiha tattahimu nafsaha bilwuqu'i fil ma'asi wal munkarat liqawlihi ta'ala wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Anasema kipambanuzi cha sita ambacho kinampambanua mwanamke wa kisalafi, sifa ya sita ambayo anasifika nayo mwanamke wa kisalafi pale ambapo anapokuwa na mumewe, walmar'atu salafiyya, na mwanamke wa kisalafi, hiya allati, ni yule mwanamke ambaye idha lahadat ay idha ra'at, pindi atakapoona, idha lahadat ay idha ra'at, pindi atakapoona salabata, ugumu, wa taghayyura zawjiha, na kubadilika kwa mumewe, tattahimu nafsaha bilwuqu'i fil ma'asi wal munkarat, basi anaituhumu nafsi yake bilwuqu'i, kwa kuingia fil ma'asi, katika maasi, wal munkarat, na maovu. Huyu ndio mwanamke wa kisalafi pale ambapo anapoona ugumu, mambo yamekuwa magumu na mabadiliko ya mume wake amebadilika, si kama vile mara ya kwanza mume wake alivyo. Wakati ambapo alipomuoa, kipindi hicho mumewe alikuwa akimjali, akimpenda, akimuonesha mapenzi ya hali ya juu, lakini akaona ghafla tu mume wangu amebadilika, amekuwa na tabia hazieleweki, mapenzi tena hakuna. Basi mwanamke huyu, jambo la kwanza, tattahimu nafsaha bilwuqu'i fil ma'asi wal munkarat, anaituhumu nafsi yake kwa kuingia katika maasi na maovu. Anasema huenda mimi kuna maovu, au huenda mimi kuna jambo ovu nimelifanya, Allah subhanahu wa ta'ala ndio akaniadhibu kupitia mume wangu. Kwa hiyo hili nalo ni la kuzingatia, kwa sababu pale ambapo unapofanya uovu, Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akakuadhibu kwa ule uovu uliofanya. Kwa hiyo mwanamke huyu anaituhumu nafsi yake kwa kuingia katika maasi na maovu. Huenda mimi nimefanya maasi na maovu, ndio maana sasa hivi mume wangu akawa hana mapenzi na mimi, ndio maana sasa hivi mume wangu akabadilika, mapenzi hayapo. Na jambo hili liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala ambayo anasema wama asabakum min musibatin, na wala haukupateni musiba wowote au janga lolote, fabima kasabat aydikum, isipokuwa ni kwa kile ambacho mikono yenu imechuma, wa ya'fu an kathir, na Allah subhanahu wa ta'ala anayasamehe mengi ambayo nyinyi mnayafanya. Wama asabakum min musibatin, na wala hamupati nyinyi na musiba wowote, janga lolote, fabima kasabat aydikum, isipokuwa kwa kile ambacho mikono yenu imechuma, wa ya'fu an kathir, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe mengi ambayo nyinyi mnamuasi, mnamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, yeye anayasamehe. Kwa hiyo unapoona musiba wote umekupata wewe, basi jiangalie wewe na kumcha kwako Allah subhanahu wa ta'ala ukoje wewe. Je, umemcha Allah subhanahu wa ta'ala? Je, unatekeleza haki za Allah subhanahu wa ta'ala? Unapoona wewe mwanamke mumeo amebadilika, mapenzi hamna tena kama zamani yalivyokuwepo, basi rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, utekeleze yale ambayo uliyomkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Huenda kwa maovu yako na maasi yako unayofanya kwa kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala, anakuadhibu kupitia mume wako. Thumma ba'da dhalika tasra'u ila at-taubati bishurutiha, kisha baada ya hapo mwanamke huyu anafanya haraka kutubia kwa masharti yake, anafanya haraka kuleta toba kwa masharti yake, baada ya kuwa kashaituhumu nafsi yake kwamba hivi nilivyomkosea Allah subhanahu wa ta'ala na kumwasi Allah, huenda ananiadhibu kupitia mume wangu. Basi jambo la pili, thumma ba'da dhalik, kisha baada ya hapo kuituhumu nafsi yake, tasra'u ila tauba, anafanya haraka kutubia bishurutiha, kwa masharti yake, anafanya haraka kuleta toba kwa masharti yake.
Na toba ina masharti, miongoni mwa masharti yake ni al-ikhlas, kuwa na ikhlas. Mtu atakapotubia ile toba aikusudie kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, awe na ikhlas katika toba yake anayoileta. Hii katika sharti la kwanza, awe na ikhlas. Sharti la pili ni an-nadam, kujutia, ajute kwa yale ambayo aliyoyatenda katika maasi na maovu ya kumkusia Allah subhanahu wa ta'ala. Pia katika sharti la tatu la toba, al-iqla'u 'anil ma'siyati fawran, ajivue kutokamana na maasi haraka mno. Al-iqla'u 'anil ma'siya fawran, ajivue kutokamana na maasi haraka mno. Katika sharti la nne la toba, al-'azmu 'ala an la ya'uda ila tilka al-ma'siyati fi al-mustaqbal, azimie kutokurejea yale maasi hapo baadaye. Al-'azmu ala an la yauda ila tilka al-ma'siyati fi al-mustaqbal, azimie kutokurejea katika yale maasi hapo baadaye. Pia katika sharti lake vile vile, sharti za tauba vile vile, alla takuna at-taubatu qabla fawati qabuliha imma bihudhuri al-ajal au bitulu'i ash-shamsi min maghribiha, kama qala ta'ala walaysat at-taubatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahadahum al-maut qala inni tubtu al-an. Katika sharti hili jingine anasema alla takuna at-taubatu, isiwe toba kabla fawati qabuliha, kabla ya kupita ule muda wa kukubaliwa hiyo toba. Toba ina muda wake, isiwe mtu akafanya toba muda wa kutubia ushaisha. Imma bihudhuri al-ajal, ima kwa kuhudhuria kifo, mtu akafa hapa, toba haikubaliki tena. Au bitulu'i ash-shamsi min maghribiha, au pale ambapo jua litachomoza kutokea magharibi yake, kutokea upande wa magharibi, wakati huu toba haitakubalika, kama vile alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, walaysat at-taubatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an. Kasema toba si kwa wale ambao wanaofanya madhambi mabaya mbalimbali mpaka pale ambapo atakapohudhuriwa mmoja wao na mauti ndio anasema sasa hivi nimetulia. Toba haiko hivyo, toba ina wakati wake. Na masharti haya anayataja Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, masharti ya toba. Naam, kwa hiyo thumma ba'da dhalik, kisha baada ya hapo, tasra'u ila at-taubati bi shurutiha, anafanya haraka mwanamke huyo kuleta toba kwa masharti yake kama haya tuliyoyaona. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, fa in yatubu yaku khayran lahum, ikiwa watatubia itakuwa ni khairi kwa wao. Fa in yatubu, ikiwa watatubia, yaku khayran lahum, itakuwa ni khairi kwa wao. Wa in yatawallaw, ikiwa watakigeuka, watakwenda kinyume, yu'adhibuhum Allahu 'adhaban aliman fi dunya wal akhirah, Allah subhanahu wa ta'ala atawadhibu adhabu iumizayo duniani na akhirah. Wama lahum fil ardi min waliyyin wala nasir, na wala hawatakuwa wao katika mgongo huu wa ardhi na msaidizi wala mtetezi. Suratu Tauba. Na vile vile kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliyosema, inna Allah, ya Allah, la yughayyiru ma biqaumin, habadilishi kile ambacho wako nacho watu, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wabadilishe yale ambayo yapo katika nafsi zao. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala hawezi akatengamanisha hali fulani kutoka kwenda katika hali nyingine mpaka kwanza wale watu wenyewe watengamanishe yale ambayo yaliyokuwa katika nafsi zao.
wabadilishe yale ambayo yaliyokuwepo katika nafsi zao. Kwa hivyo mwanamke anapoona kubadilika kwa mume wake, mwanamke wa kisalafi anapoona mume wake amebadilika na hali si kama ile hali ya mwanzo, basi aituhumu nafsi yake. Baada ya hapo alete toba.